Mwanchumuriria Wensoko TV ne mwambiendengi ya Jumatatu yeri tukerigalie 12 asumuti nyumo tangani mwaka w'echilfu 2025 nomo nukugera kuwa nabuna kwagenderere byana boyigo nogendera tukubwate mero bilionsi kuro chinsa 12 chike mambigo ikiraboni ga chinsa echiga inye chiabono mambye cha Afrika ya mocha chinga kingo kwarigania eri tuendera kwemanya aya mange aya korakanire aya etire nabo iga yara chikubwatia aseri tukeriga nonyena se eikiyega enya twasoire na mono kurwasi chinsemo au imena isiko yensi tu ya Kenya kurwasi sorongorwa gusiwe katika kaunti ya Merongena na isano na ibere yensi tu ya Kenya kurwasi obore michisemi obo cheno ya watke no borendi bwime siasa na erongonya gokorekanire igana guchiaria na boigo ase ensemo yende ntuchukwana ya watke ne chindemero lichiko na boigo mauncherori au agendere togokorekana kurwasi ensemo ya serikali na boigo kurwasi ensemo ya kwamiria serikali ayayigonsi ni miyo morobero wetorobiri ase emambia ya bono Wensoko TV oburuso bwomo gusitu bwati wetera senchera yo mutanda wekerero Facebook aboiga sensemeria YouTube Wensoko TV namba ya mawasiliano nigere notisa no na ibere isano na isatu isano na isatu isano na mamara gatano omwero beka isatu ase ujumbe nyenge na boiga badaye ge kunyarikana nuchikutwara libaga rigokwana ama na inchi emambia bono kitoko sanga ase obwamo ningirorere namba ya mawasiliano nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na mamara gatano omwero beka isatu tuchake kusanga ase obwamo emambia ejabono eritariane Ishmael Mogere. Asomo chakano mwanchumuriria emambia bono magiga yo mu CEO Ongaf Roy Saka gokagerwa gutumika bobe ekerengo gia billion AMO abwase ogusugumwa kwarorekanire eri komurusia ase kirogekyo igaba saebe sokirie eri komwegerera ase bayerere buna aliagenderete ni gari ayage siasa na igogosabe kyombe kya ESCC gokora obotuki eri komanya ekene kubatikana ne chinkumecho chebese yo esirete ya kerengo ge billion AMO se ya mot gango torariri enkwana yabasaya weiga bakumwegerera umu CEO Ongaf. Musilale lale lale vijana musilale bado mapambano vijana power vijana power vijana ria kwa majina naitwa Jamrick Msembi a national youth leader na tumekuja hapa leo tumesema tunataka kusimama na Roy. Hizi vitu za kupinga vijana ni vitu tumesema tutakubali. Roy haizi tolewa na sisi kama vijana tutakubali. Kama ni EACC wafuatilie njia itumiwe ya haki, ukabila tuwezi kubali ileto ipiganishe vijana, si ndio? Vijana tuna ukabila. So kama Roy yako na shida, EACC waachiwe wafanye kazi yao, msilete siasa, si ndio? Tunasema sisi tuko nyuma ya Roy. Vijana power. Vijana power. Roy Sasaki haki. Roy Sasaki haki. Thank you so much, press, for having us here. As you can see, our mood is despondency here, levitating all over the place because of what has happened to Roy Sasaka. We have the news that Roy Sasaka has been accused for accumulating 1 billion shillings, allegedly, which has not been proved. So what we want to say is this, that the allegation can only be accounted to or can only accumulate to political witch hunt. We all know that there are people who are somehow suppressed, somehow afraid of the meteoric rise of Roy Sasaka from the position that he previously held in NYC to the Ngaf position that he has, and he has done a stellar job. So I know that there are people in the political arena that are somehow afraid of Roy Sasaka. We want to tell them that they should now look for something else. They should now look for another propaganda, because we know, and yes, it will somehow vindicate our Harambe! Harambe! Basi asante sana jioni ya leo. Mimi kwa majina naitwa Evans Osapiri. Tumejumuika mahala hapa jioni hii kwa sababu tumekuwa na changamoto sana ya kwamba vijana katika taifa la Kenya wanapopata ajira
tunaona kwamba kuna baadhi ya wanasiasa ambao wanataka kuleta chuki, wanataka kuleta noma ili kuumiza vijana na kuwanyanyasa. Tunapinga unyanyasaji. Tunapinga unyanyasaji. Mimi nataka niseme hivi jioni ya leo kwamba kuna yule CEO wa Ngaf ambaye ni kijana mwenzetu kwa jina Roy Sasaka. Huyo ni kijana mwenzetu ambaye juzi tarehe 8 ameweza kutuhumiwa kwamba amedaiwa kwamba aliweza kuiba akafuja mali takriban shilingi bilioni 1. Mimi naona hilo ni jambo la siasa ambalo limeletwa, na sisi kama vijana hatutokubali kijana mwenzetu kuweza kutuhumiwa, kudanganyiwa kwamba ameiba pesa. Mnapinga, mnakataa? Tunapinga. Mnapinga? Tunapinga. Mnapinga? Tunapinga. Mnatetea Roy? Sisi tunataka tuwaambie wale ambao wanaleta siasa za chuki, my friend. Tumewaonea namba 18, my friend. Hatutawaachia nafasi mwanze kunyanyasa vijana wenzetu. Wewe uwe mwanasiasa, hatutakuruhusu uweze kuingilia swala ambalo halikuhusu. Tunajua mambo ambayo yameendelea katika afisi ya Ngaf, na hatutaruhusu wanasiasa kuingizia chuki zao eti wamtimue Roy Sasaka aondolewe ofisini. Sisi tutasimama na kijana mwenzetu. Tutasimama na kijana mwenzetu. Tutatetea Roy Sasaka. Jambo la pili, sisi tunataka tuambie wanasiasa, katika nchi ya Kenya tuna zile sheria ambazo zinafuata. Kama kuna uchunguzi unatekelezwa, wacha tuwaachie wale wanaoshughulika na masuala ya kufanya uchunguzi, wafanye uchunguzi wao kwa njia inayostahili, wafanye uchunguzi wao kwa haki, bila kuingiza siasa za chuki, bila kuingiza mirengo na ukabila. Kwa sababu Roy Sasaka ni kijana ambaye ameweza kutafuta maisha yake kwa njia inayostahili, eti kwa sababu ni Mbaluya wanataka kuingiza siasa, wamtimue, walete mtu wa kabila lingine. Mnakataa, hamkatai? Tunakataa. Mnakataa, hamkatai? Tunakataa. Vijana power! Power! Gotigana nayo mwanchumo rigereria basaye umuraibwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua rigasentunda yenda mukire umuraibwe nse Dr. William Samoei Ruto asogotumeka abanyanyimbo bobe eriko musagana andonsi asakogenda ose agokora emisangererkano. Gachagua kwagokwana kurwase kanisa ya AIPCA kiamuria asensemo ya Gatundu South County ya Kiambu nigaborire umuraibwe nse wetigia gutumeka chinguru gwetania kerengo wetrasa abanyanyimbo abuba kuruta ebirusia mariga ya kanisa ime ase ogosasima kogenderete. Nasema watoto from everywhere in the country, those who are qualified wakuja hapa, lakini wale wa hapa who are qualified wapewe nafasi kwa hizi shule za hapa. Hatuwezi kuwa watoto wamepita na shule iko hapa nje, hapa Moho High School, hapa St. Francis Mangu, hapa Thika High School. Mtoto wa hapa wazazi wake walijenga hiyo shule, amepita vizuri, anapelekwa shule ya day Kericho, anapelekwa shule ya day Turkana, alafu mtoto wako na max iko chini anakuja kwa hii shule. Na wale wenye huko watoto wetu wanapelekwa Northeastern wamekataa kujenga mashule, wamepewa pesa mingi sana lakini wamekataa kujenga mashule. Pesa imemwagwa mingi sana huko, lakini ukienda hakuna, there is nothing on the ground. Juzi nimesema mambo ya mfanyibiashara hako na mall pale Isili anafinya wakulima wetu wa mchele. Hao ma MPs wananipiga, wanatetea huyu mfanyibiashara, lakini saa hii Garissa, Wajia, Mandera iko njaa, watu hawana chakula, ng'ombe haina chakula, haina maji. Hawaongei hiyo maneno ile nahusu watu ya Northeastern. Wanatetea mfanyibiashara moja kwa sababu wanachukua pesa kwake. Na mimi natetea wakulima wa mchele, mimi natetea watu 1,100, hawa wanatetea mtu moja. Lakini watu wa Garissa, Mandera, Marsabit hawana chakula, hawana maji, hawatetei. So mimi nataka kuambia hao viongozi, please talk for your people, don't talk for one businessman ambaye anahangaisha wafanyabiashara. Hata wa Somali wafanyabiashara wamenitafuta, huyu mfanyabiashara moja amewaangamiza hao, amechukua biashara yote ya importation and supply wa Somali rice traders, all of them out of business. Nao waheshimiwa wa Northeastern wanatetea huyo, hawezi enda kutetea wananchi wale wako pale. Na mimi nataka nikuulize William Ruto, wewe siku mlikosana na Uhuru Kenyatta for 5 years,
alikubalia wewe kutembea hapa mlimani? Si ndio? Alimzuia? Mbona wewe unatuzuia kutembea nyumbani kwetu? Uhuru Kenyatta never stopped you from coming to the mountain. Despite your differences, he allowed you free movement in the country. Here in the mountain, you are here more than he was. He never sent goons, he never sent police to stop you from coming to the mountain. Why are you trying to stop me from talking to my people? Do you think by stopping me from coming to my people, you can separate me from them? You can't. These people are with me 100%. That you must know by now. And there is nothing you can do about it. Na mimi niambie hiyo watu ya ODM, msitumiwe na Ruto kutukana Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alijaribu kusaidia nyinyi, kusaidia baba apate uongozi. Alimsaidia hapa mlimani na 1.3 million votes. Nyinyi wenyewe mkakosa kwenda kupiga kura, mkaanguka. Kwa hivyo msilaumu Rais Uhuru Kenyatta. Shida ya ODM ni William Ruto. Ameamua ataigawanya na ataimaliza. Amemwambia Hassan Joho ademand kuwa apate leader, ndio anyimwe, aende aanzishe chama ya Pwani au ODM Pwani. Amemwambia Oparanya aende ademand kuwa apate leader, ndio anyimwe, aende aanzishe chama huko Western. Amesema ODM anataka ibaki chama cha Wajaluo. Kwa hivyo nyinyi kama ODM, shida yenu sio Uhuru Kenyatta. Shida yenu ni William Ruto. Nyinyi mmekaa na yeye, mjue vile mtasaidiana na yeye. Sisi alikuwa hapa katudanganya, tumewachana na yeye. Kwa hivyo mimi nataka Uhuru Kenyatta apewe heshima. Na mimi natakia Uhuru very peaceful retirement. Na ako na haki as a leader kama Mkenya to associate with anybody that he wants, because that is his democratic right. Sisi hatusumbui Uhuru saa hii, tunasukuma kazi. Lakini tukiona kimeumana tunamhitaji huko mbele, nitamuagiza yeye atoke retirement akuja tusaidie. Wangapi wangesema kikiumana tumuite akuja tusaidie? Lakini for now we are managing and we are okay. Sisi tumeamua hakuna siku hata moja tutapiga mmoja wetu. Kweli ya urongo? Hakuna hata siku moja sisi watu wa Mount Kenya tutapiga mmoja wetu. Tulidanganywa na Kasongo tukaambiwa Uhuru ni mbaya. Akatudanganya karibu tukubali. Tukapiga Uhuru wetu. Kwa sasa tumejua kumbe Uhuru sio mbaya. Yule alikuwa mbaya ni yule Kasongo alitudanganya. Kwa sasa ametudanganya, anamuita Rigiji mkabila. Kutetea watu yako ni ukuwa mkabila. Rigiji jana ametetea watu wa North Eastern. Watu wa North Eastern wote saizi wanasimama kusema asante Rigiji, asante Rigiji. Sababu yeye ni kiongozi ambaye anapigania kila mtu. Ndio maana tunasema kuraga gukiaga hatiri hede gitokahura mutongoria witu. Hatiri hede tukahura mutongoria witu. Na aria marahuthirwo mwena uria ungi onokorwo ni aitu. Na nidake na nikuona brother ya Moses Kuria haha. Riu Moses Kuria menye musafara ucio turathie alikuwa mufangite gutuhura twina brother yaku. Na wanapiga simu akina Kororia, akina Betty, akina Alice. Wanapiga simu hapa. Wanasema hamtatoka hii kanisa na sisi tutatoka. Na tutaenda kila mahali Kenya hii sababu sisi ni wa Kenya. Si ni ukweli? Gotigana na yo mwanchu murigereria abarayi bachorira soburayi bwa bono bakoragwa no mukonyi bo murayi bwense Professor Kithure Kindiki nigo batugira uburayi bwo murayi bono William Ruto ase Kindiki Kindiki abokwanira uburayi obwo buna osere uburayi obwo no burayi osabu gwekani no burayi bwa gatatu bwense ya Kenya bwanya gusira Mwai Kibaki asogwikirania magendero ensemo yorugongo rwa Mount Kenya ase nkwane abarayi aobosi bo burayi bwo murayi bwense Dr. William Ruto asogosasima ye kanisa ya ACK St Paul's Church Kariki asensemo yo dae county ya Nyeri mugabara we county ya Nyeri Mutai Kahiga nigaerere buna ere no mwana chama we kiama kia UDA ayo na mange tiga turarigereria aliagendera tukurase ensemeyo. Ule mbunge mwanzilishi wa zamani hapa mzee Mwai Kibaki is a leader we respect. We respected him when he was alive. We respect him even in his death. Kwa sababu alitufunza ile siasa kidogo ambayo saa ingine tunajaribu kuimplement. Tulisoma kwanza na yeye,
alafu wewe rais ukachukua usukani baadaye ukatuendeleza kidogo. Because Mwai Kibaki taught us that a leader is not about the noise you make, and it's not about how many people you harass. It's not about show off. It's about impacting lives and changing the well-being of the people. And Mr. President, in this region, just like the late President Kibaki did for us, we are proud of what you're doing for Othaya, what you're doing for Nyeri, and what you're doing for this region and for Kenya. Mimi nilipigia Rais William Ruto kura. Yeye ni rais wangu. Mimi ndiye governor wa Nyeri. Sijui kwa nini mnachanganyikiwa. I don't know. Sababu mimi nilimpigia kura, akawa rais, na nyinyi mimi sijasikia rais mwingine. Kwa hivyo mimi bado niko na rais. Unaelewa? Na kama governor ni lazima nije nipokee rais, tuongee mambo ya serikali na tuko kazi. Siasa ikifika, mimi watu wa Nyeri wakiona sijafikisha miaka ya kwenda nyumbani wataniambia. Wakisema niwe retired tukae na Kagunda, nitaweza bebea yeye Biblia. Na hii mambo si ni kuendelea. Your Excellency, as kulingana tuliongea na wewe juzi, ukaniambia ulipoangalia rekodi, the last time you checked the records, mimi nilikuwa member ya UDA, full paid up. Si ni kweli? Sasa nashangaa watu wakiongea mambo mengi, sijui nini. I am still a member of UDA. Yeah, that's a fact. I want to start by thanking you. As who are newly elected members of parliament, when we sat down with you, ulituambia jambo la kwanza, msisahau kwenda kanisani. Ukatuambia jambo la pili, usingatie yale maneno umeeleza wananchi. Na kwa sababu, Your Excellency, hii serikali sisi tulichagua, kwa sababu sisi ndio tupo, nataka nikushukuru. Yale maendeleo ambaye tumeona hapa eneo gatuzi la Nyeri, nataka nikuambie asante. Your Excellency, ile mambo tumepata yako nikaanza kusema hapa ni mingi sana. Na wakati watu walikuja hapa, niseme ukweli, watu wa opposition, na wale tunashindana na wao huko, nawaambia akienda kwa watu, in fact nawaambia mkienda kwa watu, abieni watu ile kitu serikali iliahidi watu wa Othaya haijafanya, na hakuna kitu wanasema, sababu ile vitu watu wa Othaya waliahidiwa na His Excellency sote zinaendelea. Kwa hivyo Your Excellency, tunashukuru sana watu wa Othaya, na tutaendelea kukushukuru, na tutaendelea kufuata serikali yako. Mimi nimekaa hapa hiyo wiki yote tukifanya hii kuprepare watu wetu kwa uchaguzi ya UDA. Kama ungekuja huko Othaya, watu walikata kwenda kwa majani, hawakwenda kukata majani, sababu wanataka kuonesha Kenyans Othaya ni watu wa UDA. Development comes because of continuity. Mambo ya kufanya leo unaongeza ingine kesho, na kesho kutwa unafanya ingine, ndio development comes. Leadership is the same. Hapa, Your Excellency, we have a small problem as I call it. Hapa mtu anashaguliwa one term, MP, senator, nani mwingine. Na mimi nimewasihi watu wetu tuanze kuangalia hata viongozi wale tuko nao, hata MCAs, sio tu MPs, even MCAs. Tunaangalia wale ambao wanafanyia watu kazi, tunawarudisha kazi. We take them back. Kwa sababu tukiwa tunachagua kila wakati mpya, we will never develop. Na ndio sababu mkiangalia nchi nzima, mnaona kuna pahali ambapo kuna watu ambao they are recognized. Kwa sababu wamechaguliwa leo, wamechaguliwa another time. Wanajulikana Kenya nzima, even young people who can tomorrow be the presidents of Kenya. But if you vote for them only one time, munawatoa, how are we going to have tomorrow's leadership for the nation? So I urge you, my people from Kenya, people from Nyeri particularly, let us be wise in terms of leadership.
We will develop Kenya because we will vote for a president and we will vote again for the same president and vote again. That is the way that nations develop. It's not about Kenya, it's about the world and the way the world develops. Mimi kwa hivyo mkiniona katika serikali, mimi sio kwa serikali ati nusu-nusu. Me, I'm doing work for Kenyans as ordered by President Ruto. That's my job. And when I'm given a job, mimi nikipatiwa kazi, mimi nafanya. Mwancho mwarigereria gosika mutugo tigana nayo erikorigereria yari yagendrete ase ensa engabune yega nigo omurai wense Dr. William Samuel Ruto aikiranire ase county ya Nyeri ase entunda ya gatato yokubwatuka osekora omurubiri wokubwatuka chibesa cyomurubiri wa omanyikaine buna nyota ngo kwenyori na omurubiri oyega ase entunda entangane nigo karekanite ase county ya Uasin Gishu korwa bomurubiri oyega ase iki ya eta okairwa ase county ya Nakuru neritukeri rero ase entunda ya gatato nigo bono omurai wense araire osagendera tekora omurubiri oyega ase county ya Nyeri ase nsemo emanyekaine buna Kabiruine abwase abasaye barachikwenyorera chibesa cyomurubiri onyota abwase kero musaye akwenyorera ebese kerengo kiakire chilifu emerongo ebere na ebere eyamase yemo gwikase county ya Nyeri ase omurubiri yogendrete gwikira bono iga abwase omo bunge bwensemo ye bunge ya Kikuyu Kimani Ichung'wah agendrete kurwa enkwana yaye emambia yabono tigango turarigereria. Nyingi ya serikali. Hapa kati yetu kuna waziri wa mambo ya kilimo Mheshimiwa Mutahi Kagwe ambaye yuko hapa na sisi. Tuko na waziri Alice Wahome, waziri wa mambo ya mashamba na mambo ya ujenzi. Tuko na waziri Daktari Alfred Mutua ambaye ni waziri wa leba, yuko hapa na sisi. Mheshimiwa Rais, baada ya kuwajulisha mawaziri wenzangu, niruhusu tu kwa dakika moja niweze kusema kwamba leo nataka niseme kwamba ni pongezi kwako Mheshimiwa Rais, kwa sababu mradi huu ambao leo unawafaidi vijana wa hizi kaunti 4 na Kenya nzima kwa ujumla, ni mradi ambao umewalenga vijana ili kuwapatia uwezo kwanza wao wenyewe waweze kujiajiri, waweze kuwa na uchumi mzuri katika nyumba yao, katika familia, katika jamii na katika taifa la Kenya. Hapo awali tulikuwa na mradi sawia, na Mheshimiwa Rais, naomba nikupongeze sana kwa sababu mradi kama huu miaka ile iliyopita uliweza kuwa na mabilioni mengi, lakini haukuweza kufahamika wala haukuweza kujulikana umemfaidi nani. Lakini kwa maagizo yako Mheshimiwa Rais, uliagiza Wizara ya Youth na Wizara ya mambo ya ushirika ili waweze kutengeneza huu mradi uwe ni mradi ambao unaweza kuwafikia vijana moja kwa moja na pia uwe ni mradi wenye uwazi. And therefore, Your Excellency, you directed that we redesign a project which is going to be transparent and accountable. And today we are here because of your direction. This project is reaching out to the youth of our country without any challenges because we are employing technology. Mheshimiwa Rais, pongezi kwa sababu umewajali vijana. Kwa hivyo nataka kuwapongeza sana wale vijana ambao leo watatoka hapa na mtaji wa kufanya biashara, kwa sababu wao wenyewe pia, mbali na kwamba serikali imeweka fursa, wao wenyewe wametumia nafasi hiyo wakaweza kujituma hatua kwa hatua ili waweze kufaidi kwa huu mradi. Kwa hivyo nataka kuwapongeza sana
hawa vijana zaidi ya 6,000 ambao leo watafaidika, kwa sababu mbali na kwamba serikali iliweka sera, mbali na kwamba serikali iliweka fursa, wao wenyewe ni vijana ambao walijituma. Because we have a lot of strategic opportunities in government, and therefore young people have an opportunity to be proactive and follow up all steps to ensure that they benefit from the projects that the government is rolling out. Your Excellency, mwisho nataka kuhakikishia kwa niaba ya wenzangu ambao tunatekeleza mradi huu, vile vitengo vingine mbali na hii biashara pia viko tayari, na tutaendelea kuhakikisha kwamba tunaviweka wazi ili vijana waweze kufaidika, and will continue to mobilize youth in our country so that they can participate in the transformation that you have a vision that this country moves to the first world. Mheshimiwa Rais, naomba nikomee hapo na nichukue nafasi hii kwa heshima niweze kumuita Profesa Kithure Kindiki, naibu rais, ambaye yeye ndiyo fire mwenyewe, na naomba tumpigie makofi akija kuongea na sisi. Karibu sana Mheshimiwa Deputy President, na wewe ndiyo fire, na leo ni noma na kila kitu ni fire. Karibu sana Your Excellency. Vijana hoye, vijana fire, vijana noma. Nasikia tuko hapa kaunti 4. Nyandarua mpo? Nyandarua mpo? Nyandarua, vijana wa Nyandarua ni fire si fire? Nyeri mpo? Vijana wa Nyeri ni fire si fire? Kirinyaga mpo? Vijana wa Kirinyaga ni fire si fire? Murang'a mpo? Vijana wa Murang'a ni fire si fire? Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na viongozi wote ambao wametambuliwa kulingana na itifaki zao, naomba niseme mambo mawili kwa dakika moja, alafu nikualike. Ya kwanza, huu mradi ambao ni mradi wa Nyota, wewe Mheshimiwa Rais mwenyewe ndio uliutengeneza wakati Wizara ya Vijana ilikuletea hii proposal, na ukaimiza ya kwamba warudi waurekebishe ili kuwe na manufaa kwa vijana, isiwe tu ni mradi wa kufanya seminar na capacity building na mikutano kwa hoteli, lakini hakuna kitu inaingia kwa mfuko wa kijana ambaye ni kitu ambayo inaweza kumsaidia kesho. Wewe kupitia uongozi wako Mheshimiwa Rais ukasaidia wizara ikatengeneza program ambaye iko na section moja ambaye inapatia vijana pesa ya kuanzisha biashara. Section nyingine iko na savings. Section nyingine iko na skills development. Therefore, Mr. President, this program, the Nyota program, is an important program because it looks at the empowerment of young people to start businesses, to develop skills, and to develop a savings culture so that they can save for tomorrow for their children when they start their families. Mheshimiwa Rais, kuna watu wengi nimesikia wakisema pesa ambayo vijana wanasaidiwa kuanzisha maisha yao ya biashara ni kidogo. Mimi niko na maoni tofauti. Hakuna pesa kidogo, hakuna pesa nyingi. Pesa ni vile utatunza mahali umepata msaada wa kuanzisha maisha yako. I want to encourage our young people to take whatever you're receiving today as the first step towards transforming your lives. It is possible to start small and grow big
into a successful business person in the future. Many successful people will tell you they started small. Kwa hivyo, mimi nataka niseme ya kwamba wale ambao labda wanafikiria hiyo pesa ni kidogo, waende watutafutie mingi zaidi, tuongezee ile ambayo tumepata saa hii. There is no problem. If you think the money is more, we will give what we are able to give now. Go and get more, utuongezee, tukiendelea. Number 2, sio ate huu ndio mwisho wa support ya serikali kwa hii maneno. We just want you to get started going forward. Through the leadership of the president, the government will look for other ways of taking you to the next level. This is just the first step towards your own empowerment. Mwisho kabisa, niseme ya kwamba sisi kama wa Kenya tuko na ile ambayo tunaita ni haki zetu, lakini pia tuko na majukumu yetu kama wananchi wa Kenya. Nataka kwa hivyo niwahimize, niwasihi na niwaombe vijana kwa unyenyekevu, vile mnaendelea kupata support ya serikali na kupata support ya viongozi ndio muendeleze maisha yenu. Mimi nawaomba vijana pia muwe na jukumu, na ni jukumu ya kulinda jamii zetu, kulinda nchi yetu, kupenda nchi yetu, kuwa wazalendo na kuweka umoja wa kitaifa. Kwa sababu tukiharibu amani ya taifa letu, hata ile biashara unaenda kuanza hautakuwa na mandhari mazuri ya kuendeleza hiyo biashara. I pray that our young people will support the entire nation and the society in general, so that we can have stable families, so that we can have a peaceful country, and we should love our country above everything else. Even as we express our views, let us love our country, let us protect our nation, let us not harm the interest of our country. Kwa hayo mengi, mimi nikifikia hapo, nataka niseme ya kwamba nimefurahi sana kuhusika katika mambo haya na kushuhudia mambo ambayo Rais amekuja kutuzindulia hapa leo. Na hii ni kuonyesha ya kwamba vijana wale wanaweza kufanya biashara wanasaidika. Wale wanataka kuendelea na masomo wanasaidika. Because we cannot be all gifted together. And we cannot be gifted in the same way. We want to ask as many of the young people as possible who are gifted in business to venture into business, create a wealth for themselves and for their generations to come. Vijana hoi! Vijana fire! Munataka rais atuzungumzie? Alafu atusambazie ile kitu? Munangojea hiyo atusambazie? Rais Ruto ni fire, si fire? Wacha nione nduru ya Rais William Ruto, nduru ya Rais William Ruto. Lift up your voice. Zimbwekse. Ni fire, si fire? Zimbwekse. Wacha nione salamu ya Rais, salamu ya Rais, salamu ya Rais. Let's go. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am. Vijana hoye! Wangwana hoye! Nyandarua hoye!
Wapi wangwana Nyandarua nione? Nyandarua hoye! Moranga hoye! Wapi wangwana wa Moranga nione? Wangwana wa Moranga simameni niwaone. Moranga hoye! Wangwana wa Kirinyaga wako area? Wasimame tuone. Wapi wanjara wa Kirinyaga hoye! Aya, na wenye Boma? Vijana wa Nyeri muko? Muko area? Hebu simameni tuwaone. Vijana wa Nyeri hoye! Basi, asanteni sana. Mimi kwanza nataka niseme karibuni sana. Mimi nimekuja hapa leo kwa sababu ile kazi tumekuja kufanya hapa ni ya muhimu. Ile mlisikia waziri amesema, pale nyuma kulikuwa na project kubwa kama hii, lakini vile iliendeshwa haikukuwa na matokeo yoyote. It had no impact. Na ndio sababu hiyo wakati nilidesign hii project nilisema ya kwamba hii project lazima iende kwa vijana mashinani. Na ndio tukasema vijana hawawezi kutambulika Nairobi. Tukasema vijana watambulike katika kila ward. That is why we devolved the identification of this program from the headquarters, not to the county, not to the constituency, but to the ward, the smallest unit that we could identify. Na tulisema vile vile tunataka hii project ama program isiwe ni program yenye iko na brokers, yenye iko na patronage ama yenye iko na ufisadi. Na ndio tukasema those who are going to be beneficiaries of this Nyota program lazima ni watu wawe ni watu wa kujituma. Sio lazima ujulikane na mbunge, sio lazima ujulikane na MCA, sio lazima uwe rafiki wa governor ama chief. Kila mmoja wenu amefika hapa kwa sababu ya kujituma. Ni kweli ama si kweli? Kuna mtu hapa alihongana ndiye akuja hapa? Mimi nataka nijue kama kuna mtu alikuambia nipatie pesa fulani so that you can be part of this program. I want you to raise your hand because I want to deal firmly, decisively with anybody mwenye yako hapa ati alilipana. Kwa sababu hii program, we said it must be transparent and it must be accountable and it must have integrity. Mimi nataka niwapongeze each and every person seated here. Wewe mwenyewe wakati uliona hiyo program, ulitumia simu yako, ukatumana, ukafuata maagizo, ukaenda kwa training, ukaambiwa ukuje Kabiroine, leo umeketi Kabiroine. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize, kuna mtu hapa alisaidiwa na chief? Kuna mtu hapa alisaidiwa na mheshimiwa? Kuna mtu hapa alisaidiwa na MCA? Si kila mtu alijituma? Wewe mwenyewe ulichukua simu yako, uka-apply, ukaenda ukapata maagizo, ukaenda the next step. Namna hiyo, na umefika hapa leo. Mimi nataka niwaambie kwa sababu ya kujituma kwenu. That is why we are here today. Na mtatoka hapa hivyo. Nyinyi mnanielewa? And let me tell you the background, because mimi nimekuja hapa kwa sababu nimekosa kazi. I have a lot to do. But this is very important. Kwa sababu Kenya hii kwenda mbele, we must position the place of young people in our nation if we are to tap into their talent, their knowledge, their expertise,
in driving our country into the future. Nyinyi mnaelewa, and I'm telling this to every young person and to every Kenyan. The largest, the most important asset that we have as a country is our human capital. That is the most important asset. It is more important than gold. It is more important than any money. The asset of our human capital. Yani, ile rasilimali kubwa tuko nayo Kenya ni Wakenya wenyewe. Na ndio sababu hiyo nimesema ya kwamba because the largest asset we have, the most precious resource we have is the young people, is the people of Kenya. We must invest in them. Na ndio sababu mnaona from school, when I was elected president, we had many challenges on matters to do with education. CBC was a problem. Teachers, we had a shortage of 116,000 teachers. We had a deficit of classrooms. Stakeholders did not know when to move from primary school to junior school, how junior school is going to transition into secondary school. And that is why I took it upon myself that we are going to reform the education sector. Leo, mimi nasimama mbele yenu hapa kuambia, we have taken concrete, transformational steps in reforming our education sector. Ile CBC ambayo ilikuwa na changamoto mingi, tumeirekebisha, tumeinyorosha. Sasa wazazi, walimu and other stakeholders wanajua, tukitoka primary school, tunaenda JSS, tukitoka JSS, tunaenda secondary school, na hiyo taratibu, we presided over the transition from primary to junior school, and this year, this January, we are presiding over the transition from junior school to the first cohort of senior school or secondary school, grade 10. We have enhanced the money for our education from 500 billion shillings to 702 billion shillings this year, because education is important. It is the single biggest empowerment we can give to the young people of our nation. We have hired by this January 100,000 teachers. This January alone, in fact, last week and this week, we've hired 24,000 teachers to go to our classes. Why? Because education is important. Because we must equip the young people of our nation with knowledge, with skills, for them to make a useful contribution to our nation going into the future. We have reformed the issues of funding for our TVETs and our universities. Today we have a student-centered funding model that makes sure that we treat every student in a unique manner, depending on merit and depending on their ability and the ability of their parents to pay or not to pay. So tumefanya hiyo mambo yote because tunataka vijana wa Kenya wapate empowerment ya elimu, wawe na skills, talanta zao tujue, ndio waweze kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Lakini tukishafanya masomo, pia we must have a plan beyond. Mtu akimaliza form 4, what happens? Mtu akimaliza standard 8, what happens? Mtu akimaliza university, what happens? Mtu akimaliza college, what happens? Yule ambaye amekosa ku transition from one class to another for whatever reason, what happens to them? And that is why we have designed five interventions as government to make sure
that the money we spend in education, the 700 billion shillings we spend as Kenyans kusomesha watoto wetu, we must get value out of it by making sure the product of education, the young people who get out of school, we must place them in areas where they can contribute to the progress of our nation. And I've told you we have 5 interventions. Number 1, I told the people of Kenya we were going to run a public construction intervention. Many countries, and I know some of you have read this, many countries, for them to create jobs, they have engaged in public infrastructure development. And that is why, as an administration, tulianzisha project ya housing. Housing was not just about jobs, was not just about houses. Nyinyi mnanielewa? Housing was not just about houses. Housing was about jobs. Much more importantly. Today, as I talk to you here, we have 500,000 young people working in our affordable housing program, building houses, markets, hostels, engineers, architects, masons, plumbers, carpenters, and all the other trades. People who have graduated from college, people who have graduated from TVET, people who have graduated from VCTs. We have 500,000 of them. Number 2, we have also rolled out a program on export of labor. My CS, Alfred Mutua, is sitting here. And his PS, my friend Mwadime, they are there. They will tell you that through our National Employment Authority portal, in the last 2.5 years, 500,000 Kenyans, young people from our nation, are working in different parts of the world. We have made it possible for them to go and work in America, in Germany, in Asia, in Middle East, and our revenues from diaspora remittances have gone up by $1 billion in the last 2 years. Nyinyi mnanielewa? And we have done it deliberately. Kwa sababu tumesema kama serikali hatuwezi kungojea ya kwamba itatokea tu nafasi ya kazi. Lazima tuwe na mpango. We must have a plan. And for the first time, I can confirm that the government of Kenya has a plan on how young people are going to access jobs. Intervention number 3, which we have done. Number 3, we have worked on making sure that our digital infrastructure, already we have 30,000 kilometers of fiber optic rolled out in Kenya. Our target is 100,000 kilometers of fiber optic. And we want another 1 million young people to work in the digital jobs space. As I talk to you, tuko na vijana 1,300 wanafanya kazi katika mitandao. Digital jobs, working for companies in America, in Europe, in Asia, but working from Kenya. Muliniona last year, nilienda pale Ruiru kufungua kampuni moja inaitwa CCI. In one building, 5,000 young people from Kenya are working for companies in America from one building on our digital jobs platform. Nyinyi mnanielewa? We are rolling it out to every TVET. We are rolling it out to the Jitume centers. We are rolling it out to ICT hubs. And that is why we have given money to every member of parliament to build an ICT hub in every ward in the Republic of Kenya, because we must plan
for our young people to get jobs. Mnanielewa vijana wangu? And each and everyone seated here, you have an opportunity to access those opportunities. And today here, leo hapa tumekuja, wale ambao wanaweza kwenda kufanya kazi, wale walimu nimewaambia tumeajiri 24,000 this month. Wale wa digital jobs, they are working in the digital space. Wale wanataka kwenda kufanya kazi Marekani, Ulaya, Saudia, wapi, wametembea. And we have made it easier for them to go and work outside Kenya. Lakini tukasema vile vile, tuko na vijana wengine hawajabahatika kwenda export of labor. Hawajabahatika kwenda digital jobs. Hawajaenda sio masons, sio carpenters, sio electricians. Hawajaenda kutusaidia katika program ya housing na markets na hostels. Lakini ni watu ambao ni wananchi vijana wa taifa letu la Kenya. Tukasema hata na wao lazima tuwapange na biashara. Ni mnanielewa? Na ndio leo hii program ya Nyota tumekuja hapa. Na tumekuja hapa na nataka niwaeleze. Hii program itafikia vijana 820,000. We are looking for 820,000 young people to participate in this program. We have 4 components of this program. One component is the one you are seated here today. Business support. We've come here to support you and support your businesses. There is another program which is going to follow of young people who are working. Pengine alienda kwa mjengo, amefanya kazi ya electrical, mpaka amekuwa electrician, lakini hana certificate kwa sababu hakuweza kwenda kwa college. Mwingine ameenda kufanya kazi mahali fulani, ni mechanic, lakini hajapata bahati ya kwenda shule, lakini siku hizi anaelewa hiyo kazi ya mechanic. So we are looking for 20,000 such young people. And we are going to give them to pay for them a short exam, and then we are going to give them certificates. So that kama mtu amekuwa akifanya kazi mahali fulani, lakini hakubahatika kwenda college, sisi kama serikali sasa tutamulipia fee ya kufanya examination na tutamulipia pesa ya kufanya certificate. Ndio hata na yeye kesho anaweza kwenda mahali fulani, aende aseme mimi najua kufanya kazi ya electrical, mimi naweza kufanya kazi ya mason, ndio hii certificate yangu ya plumbing, ndio hii certificate yangu ya kufanya kazi fulani ya carpentry, ya tailoring na hiyo ingine. Mimi nataka niwaulize vijana, if you have, kama mko na marafiki, kama mko na majirani, kama mko na watu ambao your compatriots ambao unawajua wako katika hiyo sekta, waambie waende kwa 254. Naitwa star 254 hash. Watembee kwa Nyota, wajisajili. They don't need any connection, they don't need any patronage. We will identify them and we will sort them out. Mnanielewa? The third component of this program, tuko na vijana wengi, and I'm saying this so that you can help me. Nataka munisaidie tufikishe hiyo program kwa wenzenu wengine. Tuko na component nyingine. We are looking for 90,000 young people. Watu ambao hawajawahi kwenda college. Mtu alimaliza standard 8, hakubahatika kusonga mbele. Alimaliza form 1, form 2, form 3, form 4, hakuenda kufanya course mahali popote. Na hana njia yeyote. We want those people, kama mnawajua na kama wananisikiza, everywhere they are, we are looking for 90,000 young people who have no skill, who have
who have not gone to any college, hata pengine hawana masomo ya kutosha. We want them kwa sababu tunataka kuwalipia pesa ya kwenda kufanya course yenye wanataka. Kama unataka course ya hairdressing, kama unataka ya tailoring, kama unataka ya mechanic, kama unataka ya plumbing, kama unataka ya electrician, we have identified mastercrafts around Kenya. Sisi number 1 tutakulipia mahali utatrain. Number 2 tutakupatia pesa 6,000 every month kuhakikisha ya kwamba uko na pesa ya kwenda shuleni na kurudi nyumbani. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na hiyo pesa tunakupatia si ya kulipa fare hii ingine, hapana, ya kulipa fare ya kwenda shule na kurudi nyumbani. Mnajua fare ni nyingi. Tunaelewana? So we are looking for 90,000 young people. Na wakiongezeka kuliko 90,000, we're going to sort them out. Kwa sababu tunataka kila mmoja wetu. We want to support as many young people as possible. Tulikubaliana pale nyuma, kazi ni kazi. Wale ambao wanaweza kwenda export of labor, waende wafanye kazi ng'ambo, ni kazi. Wale wanaweza kwenda katika affordable housing na markets na hostels, ni kazi. Wale wanaweza kwenda kwa digital jobs, wafanye kazi katika mitandao, BPO, business process outsourcing. Wanaoweza kufanya kazi kwa ICT hub, wale wanaoweza kufanya kazi katika Jitume labs, hiyo ni kazi. Na vile vile nyinyi mlio hapa, ukiwa na biashara yako, hiyo biashara ni kazi ama si kazi? Si unaamka asubuhi unaenda kujituma? So this is the plan. Na mimi nataka niwaeleze vijana wangu, this is deliberate. Unajua saa zingine unaweza kusema watu waende wapatiwe msaada, lakini unaambiwa pesa ya walipatianwa watu, lakini hawajulikani ni kina nani. Leo tuko hapa, tuangaliane macho kwa macho, na tunataka mkitoka hapa, mimi nitajua ya kwamba kuna vijana wa kutoka Nyeri, wa kutoka Nyandarua, wa kutoka Kirinyaga, wa kutoka Murang'a, wamerudi nyumbani na pesa yao. Mimi sitaki kuambiwa story ati unajua tulifanya. Mimi ninge decide kukaa State House. Iko na ofisi kubwa hapo na carpet na nini, si ndio? Lakini I am here deliberately because I want to make sure that each and every one of you goes away from here with their money. Mimi sitaki nipigishwe story ati ilienda ikarudi ikateremka ikashuka. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Najua watu wengine wananiambia rais anafanya nini na vijana huko, angekaa ofisini, sijui nini, hii pesa tu ingetumiwa nani. Mimi nimeona mambo bwana. Unaweza kuambiwa ilifanyika na kumbe haikufanyika. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka niwapongeze. You people are the ones who are going to drive this country into the future. Unaona mtu wa kujituma, yani anasoma, amesikia ya kwamba ukienda 254 iko kitu inaitwa nyota. Mtu mwenyewe anaenda hapo 254 nyota, anafinya. Alafu anasonga, anaambiwa apply, ana apply. Anaambiwa kuja training, anakuja. Anaambiwa twende iko maneno hapo, unaenda. That is the spirit, the Kenyan spirit ya kujituma. And I must to say to all of you, congratulations. I see Kenyans. Naona huyu mama ako na mtoto. You know? Hajasema mimi niko na mtoto nisiende. Alikuwa na mtoto, akabeba mtoto wake akaenda training. Amechukua mtoto kuja hapa leo maneno ya siasa. Hapana, tumekuja hapa leo kujipanga mambo ya biashara. Mambo ya siasa iko na siku yake bwana.
ama namna gani? Na kila mtu atajipanga na mambo ya siasa, ama ni namna gani? Yes, kila mtu atajipanga na siku ya siasa. Nyinyi mliambiwa ya kwamba ili uapply nyota lazima uwe ni wa chama fulani? Mliambiwa lazima nyinyi ni watu wa kundi fulani ama jamii fulani? Si kila mtu aliapply? Hakuna kusemekana wewe ni wa dini gani, hakuna kusemekana wewe ni wa chama gani, haijasemekana wewe ni wa mrengo gani, haijasemekana wewe ni wa one term ama two term ama long term ama no term. Kila mtu amekuja hapa kwa sababu ya mambo ya biashara. Ni kweli ama si kweli? Si namna hiyo? Unajua shida hii ya Kenya for a long time, anything that is done inafanywa na lenses ya siasa. Lenses ya siasa. Siasa kidogo. Ndio mimi naona ndugu zangu wengine hapo wanajaribu kusema president ameenda anapatia vijana 50,000 kwa sababu anataka kuwahonga. Sasa mimi nataka niwaulize vijana wa hapa, mliulizwa mkue wa chama fulani ndio mkuja hapa? Mliulizwa mrengo gani mna support? Mliulizwa ni mwanasiasa gani mnaunga mkono? Si kila mtu amekuja hapa kwa sababu nyinyi ni vijana wa Kenya. And let me tell you, mimi nimeanza hii mradi kule Kakamega, nimekuja Eldoret, nimekuja Nakuru, leo mimi niko hapa Nyeri, kesho nitakuwa kule Samburu, baadaye nitaenda Meru, alafu nitaenda Machakos, nitakuwa Nairobi, alafu nitaenda Pwani, alafu nitaenda Nyanza, because this is a national program about the young people of Kenya. It is not about politics. Yenye mnanielewa, my friends? We must not politicize everything. Naona mjama mwingine hapo ule wa 40 years anasema mbona president ameenda kupatia vijana 22,000 sijui 50,000, hiyo ni kuhonga watu. Mimi nataka nimuulize my friend, sasa wewe na unasema ati hiyo sijui 20,000 sijui 50,000 itasaidia vijana na nini? Ati ni pesa kidogo. Sasa nataka nimuulize jamaa wa 40 years, wewe umetoa pesa ngapi kwa vijana wangapi in your 40 years? You know? And unajua kuna watu wanaishi in utopia. There are people who believe 50,000 is very small money. Yes, it is small money to you and maybe your children, but it is not small money to these people. Hawa watu wanajua vile watafanya. Ni kweli ama si kweli? Na wacha niwasaidie, let me read for them a verse. Zakaria 4:10. Yes. Zakaria 4:10 inasema, do not despise humble beginnings. Si ndio? Hapo kwa 50,000 kunaweza kuanza biashara. So wewe ambaye unadharau 50,000 kwa sababu ya siasa duni na huna mpango na kama ulikuwa na mpango better than this one and you have not implemented for 40 years, how long is it going to take you to implement anything? Ni mnanielewa mangwana? Yes, we must compete in this country on ideas. Walikuwa wanasema hata nilisikia juzi mwingine anasema ati huyu Ruto awachane na mambo ya housing, sisi tutajengea nyumba wenyewe, tunataka Ruto aanzishe viwanda, vijana wafanye kazi viwandani. Unajua such leaders, they don't understand the connection between housing and industry. For you to do housing, you will develop huge industry in cement manufacture. You will develop a huge industry in steel manufacture. You will develop a whole construction industry that will hire millions of Kenyans to you to run the housing program. So they cannot connect. They don't know the connection between industry and housing. And that is why Kenya haijasonga mbele, because
tuko na watu ambaye nawezitaki kusema sana. Nyinyi mnanielewa? So I want to tell you, the young people of Kenya, this is our country. We are the ones who are going to make this country go forward. And I am very confident that we are going to transform this country in our lifetime. We will support those who want to do business like yourself. Wakati to roll out Hustler Fund, wakasema shilingi 500 itasaidia nini mtu? 2,000 itasaidia nini mtu? 5,000 itasaidia nini mtu? Today, Hustler Fund is giving out as much as 150,000. Today, we are lending 50 million shillings every day. 50 million shillings every day on Hustler Fund. And that money, we intend to grow it. Hapa kwa hii mkutano, I can say without fear of any contradiction, hakuna mtu hapa hana account ya Hustler Fund. Ni kweli ama si kweli? Si kila mtu, sijasema ule amelipa ama hajalipa. Nimesema hakuna mtu hapa hana account ya Hustler Fund. Ni kweli? Si ni kweli? Yes. And there are people who are making use of that fund because there is no security required. Huhitajika kujua anybody. Huhitajiki kuwa na chochote. You only need your phone. You only need your telephone, your ID, and you can do whatever you want to do. Today, Hustler Fund is lending up to 150,000 per person for those people who know. And the people of Nyeri, I said yesterday, are the best on Hustler Fund. Watu wa Nyeri ndio wako mbele sana. Wanakopa wakilipa wakisonga. Ye mnanielewa? So, what am I saying? I am saying we have different interventions. Tuko na intervention ya wale waliosoma, tuko na intervention ya wale ambao wako katikati, because we believe that every person must have an intervention. Mimi nataka niwaulize, kuna mtu hapa amekuwa excluded kwa hii mpango kwa sababu ya masomo yake? Si hata yule mtu ambaye hana masomo wako hapa? Yes. Because when we said bottom up, we wanted everybody from the bottom, hata yule ambaye hajasoma, must be able to benefit from a government program like this one. Tumeelewana? Tuko pamoja? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nyeri tuendelee ama tuendelee? Watu wa Murang'a tuendelee ama tuendelee? Watu wa Nyandarua tuendelee ama tuendelee? Na Kirinyaga je, tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee na kazi, sio? Tuko pamoja? Na mambo hiyo ingine tutapatana kule na mbele kwa mambo ya all these other things. For now, my focus, my commitment is to deliver on what we agreed with the people of Kenya, on matters to do with empowerment, on matters to do with young people, on making sure that we grow our nation, we stabilize our economy, we make sure that Kenya moves forward. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwaulize nyinyi vijana, leo mkitoka hapa. Sawa sawa? Leo mkitoka hapa. Ngojea kidogo. Leo mkitoka hapa, let him just sit down. Leo mkitoka hapa, mko na pesa zenu, kila mtu hapa. Si ndio? Kwanza mmekuja na simu zenu? Kila mtu amekuja na simu yake? Na mko na fuliza? Mchunge fuliza. Kwa sababu tumeweka special app, hatutaki iende kwa fuliza. Tunataka iende kwa biashara. Si ndio? Na tunataka pia isiende kulipa Hustler Fund. Tunataka iende kwa biashara.
n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chindi chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Tokuligereria lingana ligoteba Ensoko ya Masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemenya sai ekatonie chinchera chobo nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba nyasaye okonene bawutabanga njena wenet uno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa kirali tukurejwa mos chinsa isano na mwishamu baso gweka chinsa isano na ibere ichamu baso baka oje great controversy ye esegiye yenene bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasi buwenya role kumetinga wa ime y'Ensoko TV uchi gusaba kubulinga gusaba kuligwa saba litwa chikoro murwire bara mbyangwa chokanie Muligari bw'Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitaseke orambulite merondo kunyagusibero ngoli na hali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa amatukene rongena gaika kabwatwa Mrna nabalibe chingu erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana majia Mwanchu murigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisaku au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago g'Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurega se obugatagati bo mocho Nairobi
abegochi county chionsi 42 ase ense ya Kenya eriokorigia kumanya narariaya agendrete ase sekta yechise. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigereria mbiamono asokubwatia mu rubero yo ogendereri gwe korwase egetigia Kabi Ruini ase county ya Nyeri abwase omurayi bwense amona barayi bande egati abo mukonyi omurayi bwense omubunge bwensemo ya Kikuyu Kimani Ichung'wah amo nabarayi bande bayikirana usabayikiranire mambia yabono asokora omurubero yoiga okana bwokwena na chibesa cyanyota buno omurayi bwense ayerere mambia yabono omurubero yoiga nigo cyagetiwe korwase county ya Kakamega kurwabo ogakorekana ase county ya Uasin Gishu imeyomo Eldoret na ase ntunda ya gatatu nigo korekana ase county ya Nakuru nabono eyega nensemo ya kane abo ase kibase kiga chikubwatu kwa gochiase abasae abo ba asabasae erikwegendereria ase bintu au buna asensemo yobonchereri amuna yanda mange abo ase kiro musae akwenyorera kibesa ekerengo kiekere chilifu emerongo ebere gotikana nayo mwanchumu rigereria emambia yabono enseme kwa mire serikali nigo yagendereire nchiri yokomochia oburayi bwaye gusuburayi bwa serikali ya Kenya kwanza asaba kwanire goro yemerobero au buna obwagachi bwechinyumba cherigoriria inse tisemi obochenu naboigo obokoreri bw'abanyanyimbo asomusangerekano imiye county ya Nyeri ase omurayi bwe kyama kya DCP Rigathi Gachagua nera kwanire merobero au eyo arachigwikirania buna eira guchia saba Kenya engaki gochorwa buna omurayi bwensi yetu ya Kenya eya mase yemo gwikase county ya Nyeri torarigelyango narariaya agendera tukurwa sensemo yabarayi bakwamireria serikali. Mimi nataka niongee na wale jamaa kutoka sehemu fulani ambao hawataki kujenga mashule kwao, kuja kudowea mashule ya huku, na sisi tunasema watoto wote ni kweli wako na haki kusomea mahali popote pale, ila ni lazima kila shule ibakishe darasa moja ama mawili ya kusomewa na watoto wa area hiyo. Kweli si kweli? Kweli si kweli? So we are telling William Ruto that this debate is a little bit abstract for you. What we are saying is we must be inclusive, especially to the locals. Vile tunasema ni kwamba wale wanaotumia pesa za mgao wao za CDF na za county badala ya kujenga mashule kule wanakuja kujenga nyumba zao binafsi hapa Nairobi. Tunasema ni lazima waache kuwaibia wanafunzi. Hayo Kasongo waelewe. Nataka nikome hapo. Bwana Mungu awabariki sana watu wa Kimbo. Pia tunaambia William Ruto awache tabia mbaya ya kupiga watu kwa kanisa. Awache tabia mbaya ya kupiga watoto na tear gas kwa kanisa. Hiyo si ni mbaya? Na akiendelea hivi tutamfanyia nini? Aende asiende? Nikipata nafasi nikuwe rais wa 6 ya Jamhuri ya Kenya, kazi ya kwanza ni kurudisha dignity of the payslip. Si ndio? Hii maneno ya housing nitatupilia mbali. Hiyo manyumba yote nipatie county government wakuwe wakikodisha warudishie watu pesa yao. Tumekubaliana. Kazi ya pili nitarudisha masomo ya primary school ikuwe ya bure kama wakati ya Mwai Kibaki. Kazi ya tatu masomo ya day secondary school tulipewa na Uhuru Kenyatta, mimi nitaregesha ikuwe ni ya bure. Mambo ya linda mama tulipewa na Uhuru ya Kenyatta, nitarudisha kina mama wakienda kujifungua wasisumbuliwe. Mambo ya extrajudicial killings, mambo ya abduction na kuua vijana haitakubaliwa katika Jamhuri ya Kenya. Na wale askari wote waliua watoto wetu wote watakamatwa na waende kotini. Lakini raundi hii
tumesema tunasimama na Rigiji na tumetoka naye hapa pale Gatondo mekugeretie kurehe andu no andu a Gatondo mama gacugurikira metere amegukite nayo ya Macembe niyo erari mari kuria Gatondo no South Mayao. Simama ndio hayo. Na nimesikia Kasongo ati Kasongo amesikia Rigiji anasimama Kimbo hapa etia TV erorere nigetha one uria kuga guku. Leo thaici ndirenda twarerie Kasongo tumwirane one time, si ndio? Kamera iko pande gani ile Kasongo anaangalia, si ndio? Ile wewe Kasongo, wewe Kasongo, wewe tunakupeleka nyumbani. Harambe, harambe wewe Kasongo, mwaka ujao tunakupeleka nyumbani. Yake ya nani? Gutina nayo mwancho murigereya kurwase ensemo y'abarayi bakurukurase kiama gya DCP abo bakurwe nkwana ya kurase county ya Nyeri asensemo yendomo senator we county ya Kisii Richard Onyonka nigo asentunda yende agendereire komusira uyo kurikero kyobarayi wense Daktari Fred Matiang'i ase voigo aerere miroberio ao na voigo komusemya Daktari Fred Matiang'i ekero aranyora libaga lyokomumurayi wense tanyara kweba abakenya kolende kubeko mukia asogokorera abakenya umukyara asogokorera abakenya emirimo eri koreta nabwo kwenekia amonchirero ao asichinsemo ao buna umuseneta oyo akwerera emambia yabona tiango turaligereri. Mambo yetu ni machache sana, na kwa kusema kweli yale ambayo utasema sahihi ni mambo ambayo ningependa nyinyi msikie Mheshimiwa Fred Matiang'i akitoa ahadi kwa Wakenya. Ndugu Fred, utakuwa rais wa nchi, na ukiwa nitakwambia vile utafanya kuwaheshimu hawa watu. Ndugu yangu, usimwage damu ya watu wa Mungu. Masomo yameisha. Wewe ulikuwa umekarabati ukatengeneza, watoto walikuwa wanaenda shule, vyuo vikuu vilikuwa na wanafunzi wanasoma, hamna kitu sasa. Hivi juzi unaona wanafunzi wa kuchaguliwa wale wamepita, unapata mwanafunzi mmoja ameenda natoka Kisii, anaambiwa aende day school kule Migori. Mwingine amepata barua ya kwenda Taita Taveta. Ina barua ambayo msichana alikuwa aende Kenya High, amepata barua ya kwenda wapi? Lenana School. The confusion, ulisikia what the moderator was saying. Ndugu Fred, watu wetu hawana maji ya kunywa, hakuna madawa hospitalini. Kila kitu ambacho ni cha nchi yetu, Kenya is a crime scene. Wanaiba mashamba ya serikali, wanaiba pesa ya kutengeneza barabara za Kenya, wameenda Masaini wanaiba shamba ya Wakuria, wanaiba shamba ya Wakikuyu, wanaiba shamba ya Wamasai. Ukienda Trans Nzoia wamechukua shamba za ADC zote, Kenya Seed wamechukua. Ukishinda uwe president, hizo vitu zote urudishe. Ndugu yangu, ukiangalia hawa watu hawahitaji vitu nyingi. Tumefanya vijana wetu, nikiondoka hapa naona vijana watakuja wanaanza kuuliza shilingi 10, shilingi 20. Tumewafanya maskini ili ndio waendelee kuwa beggars. Hawana kazi ya kufanya. Wengine ndugu yangu wameshindwa kuoa, hawawezi kuoa. Utaona namna gani na unakaa kwa nyumba, mama yako, baba yako, ndugu zako 4 na fees ya kulipia ndugu zako shule haipo. That is where our country is. And I know that is why I support you, because I know you will fix Kenya. Kumalizia, nilikuwa nasema hivi, huyu mzee moderator amesema kitu moja, I have really emotionally been thinking about it. It is true. Your life was predetermined the way mine was predetermined. Me, I didn't know I would work with Kioni. I used to think Kioni was a madman.
Then kidogo tu nimeamka nikitembea, Manje huyu nilikuwa bunge na yeye. Mimi sikujua nitakuja kufanya kazi na yeye. Wewe mwenyewe ukiwa waziri, si unakumbuka nilikuwa nakuja tunagombana na wewe? Unaniambia kijana tulia pole pole, hii serikali unajua, nakwambia no, you must change that. Later I discovered you are a man of your principle. You carry yourself with dignity. And yes, I want you to be very serious. Usibadilishe hiyo luku yako, weka luku. Kwa sababu kuna watu fulani watafungwa. Si ndio? Gotigana nayo mwanchumo rigererie asoko nyakoligereria aliagenderete gokorekana emambia ya bono ase ritukeriga rie 12 ase motinyu mutangani mwaka we 2025 nomo nigaborokiwa baria be grade kerigia kyanda bono ritukeriga ria rero banyorire ribaga ase chiskuru au enga kibono bachakire kogenda esukuru na mono ase county ya Kisii emambia ya bono mwanchumo rigereria ritoko minyoka sobwango mono ase eskuru ya Kisii School nigo aborokiwa gose abaibori nigo baikire ase eskuru yega bare na aborokiwa abaiga abwase umurobiri oyibono ogenderete mambia bono abwase aborokiwa abaiga bagenderete kurikigwa erigosoa ase skuru eyo nonyena ase chiskuru chinde au korengana numubaro nigo aborokiwa million eyemo chinuguta ibere abuna bwo aborokiwa baria bagoswa ase chiskuru echiga tokorukana senior schools gose chi secondary ase a grade gya 10 ngo kwenyorina ase umuroberi oyega OCBC ase umuroberi omukoro 844 system nigo bwango basoa ase class keritokora tabana form 1 lakini ase umuroberi oyoiga omoya bwetisemi OCBC nigo class kekorwa na grade 10 abwase korengane serikali nigo omubaro bwabarokiwa million yemo chinugutebere nabo bago chigosoa ase chiskuru ase skuru au ase grade ekiga gya 10 na sense mwendo mwanchumuriria ase mambia ya bono akero tukuriria ase obwango mono nigo bono ase enyumberia yagwa ase ensemo ya Karen ase county eyega ya Nairobi korengana ne kiumbe kerigete tubwaga chimense tu ya Kenya kia National Construction Authority nigo kiaereire mambia bono buna enyumba area yagwa ase ensemo ya Karen gose ya tagukana ase ensemo ya Karen ase county ya Nairobi nigo enyumbe yo omonyene nigamanyekaine buna Moses nyakyongora nabo igo enyumbe yibono tiyari getiwe gose amachiko tabwate tiwe amachiko namarago tabwate tiwe yobwagachi eriyo korikia bene enyumba eyo kerokeria bono enyumbe eyo yagwa abono erachikwera nonyena ase ekinekeiga ngokongamoro korengana ne kiumbe keiga kia National Construction Authority emergency yaito ya Kenya asense moyende ayabwatikene ne byama ekiama kia ODM emambia yabono bakoragwa numuraigwe kiamekyo omanyekaine buna Oburu Oginga nigo bono emambia ya bono bagenderete nigekaro gose nigegekaro genderete ase ensemo ya Bipingo county ya Kilifi na ekerenge kenene emambia ya bono ekikiairera bono egekaro korangerirwa ekikere negekaro kyabarai bari baime useto korateba na ODM Central Management Committee ekerenga ekenene nugo kwanera ayabwatikaine nuburaigwe kiamekyo engaki engabune yega ugwatananekana kogenderete kororekana gose ukungusanana kogenderete kororekana ase kiama ekiga kia ODM igobono bakoragwa na Oburu Oginga uyoro muraigwe kiama kia ODM nigo egekaro kogenderete ase county ya Kilifi ase esemo ya Bipingo erigo kwanera uburai nabo igo kotema kugayana na gusansurana aria agenderete ase ekiama ekiga
ase kiama kia ODM ase semu yendo mwancho morigereria ase emambia ya bono tigatogene bakase orogongo rwa Western abwase abarai au kurwase orogongo rwa Western bakoragwa n'umugabara bwe county ya Bungoma Kenneth Lusaka amono mukonyi bwo mugabara se county ya Kakamega Ayub Savula nigo besokire na kuburi umurayi ukane bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta weyatanana kurwase ensemo ya siasa na boigoko mu muskani amasikani omurayi obono William Samuel Ruto ase oborai bwae elio kwena na livaga ense ya Kenya gusuka mutwe na bwigo kwene kya magenderero ase chinsemo au eyamase ya mugwikase orogongo rwa Western turarigereria ngo naraliaya abarai yabaiga babwate ase mambia yabono. Tunasema tumupe nafasi aweze kumaliza kama miaka mitatu haya ambayo tunaona, na ikiwa miaka 10 ndio unaona anaongelea mambo ya kwenda Singapore. Na wengine wanacheka wanafikiria itawezekana. Singapore is possible. If you look at how Singapore became what it is today, ni kwa sababu ya mambo ya housing, kwa sababu ya mambo ya infrastructure, kwa sababu ya mambo ya kufight corruption, na hizo vitu zote ndio we are determined kuona kwamba inafanyika so that Kenya becomes a first world country. You know, when you are a retired president, for stability of a country, a retired president keep off politics. Linda wajukuu nyumbani. Hey, saa hii Mheshimiwa Uhuru, please, the president is William Samoei Ruto. If you hate Ruto, respect the office of the president. Uhuru ni Gema. Rigiji, Gema. Martha Karua, Gema. Kalonzo Musyoka, Gema. Waluya tufungue macho. If you want Aluya to lead in future, Aluya to be president, Ruto has wrestled power from Gema. Ameleta tu hapa Tarubo hapa. Na Ruto huyu hawezi shindwa kura. Hii hawa hawana plan. Ukiangalia walikuwa kwa serikali za mbele, aidha vice president, aidha deputy president, aidha waziri katika ofisi ya rais, lakini hawakufanya chochote. We want a united region. We want to live as one. Bisawa said kuna mtu amezoea kufunga. Yeye sijua nafunga nini, na sisi kama Wakristo tunasema tunafungua. Amen. Hospitali na wale wa kabila ambao hata sasa wameanza kusema ati watoto wetu wakipita kwenda national schools hawafai kwenda kwa shule zingine hapa Kenya. Hizo roho za migawanyiko na chuki zishindwe, tuvute Kenya pamoja, tukae pamoja na Rais William Ruto ili Western pamoja na Kenya yote ipata maendeleo. Gotigana na yo mwancho morigereria ase mambia ya bono oyo nigakorukwa na nere Eliud Owalo Eliud Owalo nigare Chief of Staff ase obisi yomurai bwense bono nigo aitigirie emeremo kurwase obisi yomurai bwense Dr. William Samuel Ruto engaki araririe gochia kwebanga elio gochikurwanire kergo kyoburai bwense omwaka bwechilifu 2025 na ebere ainaro agenderete emambia ya bono no gwikira bwo mwanchi umurigereri no tugwikira omwerio bwo murubiri uyoga aseritko Riga lya rero gwika ritko lyankyo lirabe ritko lya 13 ase omwaka uyoiga wechivule 2025 no mugendera kubwatia merobere yonsi yatigere ase ritko rigima chinsa sana nebere chabono mubasono chikomena namo nera Innocent Onyango ekera arachyo koretera amaya asenchira yubwenge ase omubaso obono buna basikibaito bayariganire kurwa chinsemo ase ritko eriga gendera gutwara wategera lyubya wika elyankyo chinsa enye wika chinsa isana nemo cha mubaso imiyo muroberi ogwetero bini eritariane Ishmael Mogere.